Amen. Unapoketi ambia jirani Yesu ni mwema. Tunaweza kuketi watu wa Mungu, nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nashukuru Mungu kwa ajili ya neema yake ambayo imenibeba siku baada ya siku. Mungu amekuwa mwaminifu sana katika maisha yangu na namshukuru yeye. Asante sana mchungaji Richard, rafiki yangu, pamoja na mama Leila na mchungaji wa parokia, Reverend Bernard Mbeli na mke wake, viongozi wa kanisa na kanisa lote, na Bembe Uwase na Bwana Okaso, mabendele ya cha tende za Yesu. Amen. Jina langu naitwa Mark Kilokilo. Si mara yangu ya kwanza kuja hapa. Nimekuja hapa kwa vijana, nikaja wakati mwingine kwa washa viongozi mwaka uliopita, na Mungu ameendelea kuwa mwema. Mimi ni mchungaji katika parokia jirani ya Mwalenyi St. Bartholomew, ambaye nilikuwa mtoto wa Sungululu, na sasa Mwalenyi imekuwa ikazaa mtoto pia pale Mwangubi. Kwa hivyo ni mchungaji wa SCK St. Bartholomew Mwalenyi pamoja na SCK Mwangubi. Tuko na kanisa pale Mwangubi na tunashukuru Mungu. Jumapili iliyopita nilikuwa katika parokia ya SCK St. Augustine Mswaneni kwa sababu niko likizo, na mchungaji wa parokia ile Reverend Jacqueline Mwamburi pamoja na washirika na viongozi wa kanisa
wakanituma salamu. Naomba msipokee. Amen. Ninapenda tukaweze kuingia katika kipindi cha neno, kwa sababu ni majira ya neno, na tutajifundisha mambo kadhaa kutoka katika somo ambalo tulisomewa vizuri kwa ufasaha, Mwanzo 12. Tulisomewa mstari wa kwanza hadi ule wa 9 ama wa 11, lakini kwa sasa napenda nisome mstari wa kwanza hadi wa 3, kwa sababu ndiyo kitovu ya ujumbe ambao Mungu ameweka katika moyo wangu kwa ajili yetu. Mwanzo 12, I read verse 1 to 3, na inasema, Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na hilo ndilo neno la Bwana. Ndugu wapendwa, nimefurahishwa sana na timu yenu ya mwaka, ya kwamba huu ni mwaka wa kutembea na kibali cha Bwana, na kwa hivyo ninapenda kuongea kuhusu God's favor, kibali cha Bwana. Huyu ndugu yetu na baba wa imani ambaye tumesoma habari zake, anayeitwa Ibrahimu, alipata kibali. Mungu alimpatia kibali katika maisha yake, na kwa sababu ya kibali akachaguliwa kati ya wengi. Na Mungu alipomchagua Ibrahimu, akaamua kutembea na yeye na kumfanya yeye, maandiko yanasema, na uzao wake kubarikiwe, ili awe mfano kwa watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunaposoma habari za Ibrahimu, tunaweza kufundisha kuhusu wema, kuhusu kibali, kwa sababu kuna watu wengi waliishi, lakini Mungu akamchagua Ibrahimu. Kama vile leo tukiwa mahali hapa, kuna wengine wakati hawawezi wako hospitalini, wengine wako mochari wamekufa, lakini wewe na mimi tumepata kibali cha kuwa hai. Kibali inatoka kwa neno kukubalika. Kufanya nini? Kukubalika. Mungu amekukubali na hai siku ya leo. Unaenda mahali na unakubalika. Yule ambao uko katika ndoa, ulikutana na huyo jamaa, vile nilikutana na mke wangu na nikakubalika, akapata kibali kwa moyo wangu na mimi nikapata kibali kwake, na ndio maana leo tuko katika ndoa. Bwana asifiwe sana. That is favor. Kinyume cha kibali ni kukataliwa. Kuna watu wanatembea na roho ya kukataliwa. Akienda popote pale hakuna mtu ambaye anampenda. Nobody loves you. Kwa sababu kuna roho ya kukataliwa. Lakini yuko Mungu anayesema mndangeni mwaka huu, Mungu anaashiria neema ya kibali. Ninakuombea kibali cha Bwana katika maisha yako. Familia yako ipate kibali. Jamii yako ipate kibali. Nyoosha mkono wako juu, sema amen. Mimi huamini Mungu anapoleta ujumbe, na hapa tunapoletewa ujumbe wa kutuelekeza kwa mwaka, that was inspired and informed by the Holy Spirit. Mchungaji hakuamka tu hivi ikawa, Mungu aliweka katika moyo wake, kwa sababu mwaka huu kuna majira mbingu imeandaa kwa ajili yako na watoto wako, na ni muhimu ukamate majira hayo na utembee nayo, na ile mvua Mungu ameandaa katika ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako itimie. Ni mwaka wa kushuhudia kibali cha kipekee. May that be your portion in the name of Jesus. Ibrahimu anapata kibali. Kuna maneno ambayo Mungu anamweleza Ibrahimu ambaye yanaweza tusaidia kuelewa kibali kwa undani. Mungu anamwambia Ibrahimu, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Favor gives birth to greatness. Kibali huleta ukuu. Kibali huleta nini? Ukuu.
gets greatness. Mungu anapoachilia kibali juu yake, manifestation ama madhihirisho yake ni ukuu wa Mungu unaanza kuonekana kwa maisha yako. Fikiria kuhusu mama mdogo tena yatima ambaye alilelewa na mjomba wake anaitwa Esther. Wakati ule mfalme anatafuta mke, waliletwa wengine, bila shaka walikuwa warembo zaidi ya Esther, walikuwa wametoka familia tajiri zaidi ya Esther, lakini maandiko yanasema Esther akapata kibali. Esther alipotokelezea mbele ya mfalme, mfalme akasema ni huyu ndiye nitakayemuoa, si kwa sababu ya mambo mengine, lakini kwa sababu ya kibali. Na Esther akaingia katika ukuu. Alitoka kuwa mtu wa chini akawa mtu wa juu. She came from being nobody to becoming somebody kwa sababu ya kibali. Kibali kinaleta ukuu. Mtu aliyedharauliwa akipata kibali, Mungu anamuinua. Familia iliyodharauliwa ikipata kibali cha Bwana inaheshimika, maana ukuu unatulia juu ya maisha yao. Hili ndio Mungu amesema mwaka huu, wewe unayenisikiliza, kwamba anaachilia ukuu wake katika maisha yako. Wewe ambao watu walikucheka wakadharau familia yako, pokea neema ya ukuu, pokea neema ya kuheshimika, pokea neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Mtu anyoshe mkono useme amen, kwa sababu the favor of the Lord is about experiencing the greatness of God. Hautatembea kwa ukuu kwa sababu ya ujanja wako, ni kwa sababu ya kibali. Nyosha mkono, ni kwa sababu ya kibali. Milango haitafunguka kwa sababu umesoma sana, ni kwa sababu ya kibali. Bwana asifiwe sana. Hautaheshimika kwa sababu una jina kubwa, ni kwa sababu ya nini? Ya kibali. Kutana na mtu ambaye anaitwa Yusufu. Huyu kijana anaitwa Yusufu alipitia mateso mengi. Kumbe God can kill favor. Kumbe hakuna mtu anaweza uwa kibali cha Mungu juu yako. They cannot kill it. I tell you. Watu wanaweza kukupiga vita, watu wanaweza kukuharibia jina, wanaweza kukuendea kwa waganga, wanaweza tumia kila njama ili ufutwe kazini, ili familia yako ende chini, lakini kama Bwana aliachilia kibali juu yako, natangaza kuna mganga anaweza kukitoa, ninatangaza kuna mwanadamu anaweza kukitoa. Hata wakuongea vibaya hawawezi badilisha kibali cha Mungu, hata wakupangie njama hawawezi badilisha kibali cha Mungu, hata wakusengenye hawawezi badilisha kibali cha Mungu, hata waende wachukue nguma hawawezi badilisha kibali cha Mungu, hata wakuite majina hawawezi badilisha kibali cha Mungu. Haleluya! Yusufu alikuwa na kibali juu ya maisha yake. Wakamwingiza katika shimo wakitaka wamalize, hawakuweza, maana mbegu ya Mungu haifi. Natangaza mbegu ya Mungu haifi, inaweza chimbiwa chini, kumbe imewekewa mbolea, inatoka ikiwa imekuwa nzuri zaidi. Wakaenda akawekwa kwa nyumba ya mke wa Potifa. Yusufu akaekelewa mambo ya uongo, wakafikiria wamemaliza, lakini hawakuweza kumaliza kibali. Ona, wakabeba Yusufu akapelekwa gerezani, maana alipopokelewa mambo, yule alikuwa ni mke wa mdosi, na kwa hivyo hakuna vile Yusufu angeshinda hii kesi kotini, maana alikuwa ni mke wa mdosi. But you know what? Alipopelekwa kotini na ikapitishwa kwamba yeye ni mkosa, akawekwa gerezani, kibali kiliongea kwa niaba yake. Alipendeka, maana nimesomea mtu aliye na kibali upendeka, ukubalika. Akapewa cheo kule kotini, maana kibali huleta ukuu. Yusufu amepelekwa ni mfungwa, lakini anapewa cheo yake, anasimamia wafungwa wengine. Unaelewa unasema nini? Maana kibali huleta ukuu. Na akiwa pale gerezani anakutana na mfungwa mwingine ambaye ametoka State House. Kumbe ile njia ambayo walitumia njia ile kumaliza, Mungu akaigeuza ikawa ni njia yake ya kukutana na destiny helper wake. Yule mfungwa aliyekutana na yeye alikuwa amefungwa kutoka State House, akakutana na Yusufu. Baadaye huyo mfungwa aliporudi State House, mfalme akaota ndoto, akasema sina mtu wa kuitafsiri. Huyu jamaa akamwambia, kule gerezani kuna rafiki yangu tulikutana. Kumbe watu wanaweza kukuweka katika shimo, Mungu
Mungu anageuza hilo shimo inakuwa ni eneo la kukutana na hatima yako. Bwana asifiwe sana. Watu wanaweza kukuchimbia mashimo, Mungu anamaanisha hilo shimo inakuwa ni eneo la kukutana na muujiza wako. Waliokusengenya, masengenyo yao ya kukutanisha na muujiza wako. Waliokupiga vita, habari ya vita hivyo zikukutanisha na muujiza wako. Maana kibali hakiwezi ondolewa na mtu. Unanielewa nasema nini? Favor can never be destroyed by anybody. Wanaopendea kwa ganga wacha waende, usikupandishe pressure mama. Baba usikose usingizi kwa sababu ya vita vya watu, kwa sababu ya maneno. Wewe relax, ambia jirani relax. Relax. God is able to guard his own. Mungu anaweza kutetea kilicho chake. Akiwekelea kibali juu yake anaweza kukitetea. Uhitaji kukitetea. Wewe relax. Usikose usingizi. Kuna watu wengine wanasema mchungaji, unajua sikulala kwa sababu ya ubu malawakai ya musha reverence, hata nimekosa usingizi. Nakwambia mama, kama ni wewe ndo ulale. Hata kama nakupiga vita unataka waharibu ndoa yako, hata kama ameinukia watoto wako, usipigane na wao. Wewe enda ulale, lala vizuri, tulia, kwa sababu iko mbingu itakayopigana kwa niaba yako. Yuko Mungu anaitwa Bwana wa vita, anaweza pigania familia yako. Wakati umepata kibali na familia yako imepata kibali, Mungu anapigana kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu anatembea katika kibali, Ibrahimu anatembea katika kibali. Wakati mwingine Ibrahimu alikuwa na jamaa anaitwa Lutu hapa, alikuwa anamletea stress. You remember ule wakati hata walienda kabili wagawanye mifugo. Maana ikipeana kwa Ibrahimu inazaa mapacha. Jamaa anasema nataka hii. Anamwambia chukua basi. Ile yake ilikuwa Isai, akipea Ibrahimu anasema ile anayechukua inaanza kuzaa mapacha, ya Ibrahimu inaanza kuzaa mapacha. Kwa sababu ya favor. Huu ni mwaka wa unmerited favor ya Mungu juu ya maisha yako. Usikubali tu kuwekewe timu miliwa alafu ipite. Hii kamati idake hii ifanyie kazi, idai mwambie Bwana mwaka huu ujumbe ulioleta kupitia kwa mtumishi wako uzae matunda katika maisha yako. Matunda ya nini? Nimekuambia kibali uleta ukuu. Umekamata hiyo? Na nikakwambia Mungu anapoachilia kibali kwako na familia yako haiwezi malizwa na mtu, labda wewe uruhusu. Labda wewe you are the only one who can allow it to fly away kwa kumwacha Mungu. Lakini ukisimama na Mungu, favor itaendelea kwa juu yako. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitafanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Favor attracts blessings. Favor uvutia baraka. Point ya pili, elewa hii. Favor utengeneza mazingira, ama favor uvutia baraka. Unapopokea kibali unatembea katika baraka. Mungu anamwambia Ibrahimu, umebarikiwa wewe. Kwa nini? Maana umepata kibali. Unapopata kibali, kibali hufuatana na nini? Na baraka za Mungu, baraka za kiroho, baraka za kawaida. Watu wengine wamefikiria eti kuokoka na kujua Mungu ni leseni ya kuishi maisha ya umaskini. Unajua kuna tatu muhimu tunapoongea kuhusu mambo ya utajiri. Kuna watu walihubiri poverty gospel, injili ya umaskini, kwamba heri maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa maana dakiri yeputu ni tuishi maisha ya umaskini. Akwambia umaskini ni kitu mbaya sana. Umaskini una aibu. Mimi nimezaliwa kwa familia maskini. Tulidharauliwa, tulichekwa, tulilala njaa, tumeomba, tumekopa. Mpaka ukienda dukani siku ile kuna pesa, unauliza sukari, unaambia umetuma na mama sukari. Unaweza kuna siku kumwambia hakuna. Mama anafikiri unakuja kukopa kwa kuona pesa. Umaskini unasababisha tulilala nyumba yenye hata majirani wakipita asubuhi wanakusalimia kwa bukaze. Hiyo ni kitaveta kwa wale mama. Kwa bukaze kwa kitandani ndani ya nyumba. Maana hakuna tofauti ya kuwa ndani ya nyumba na kuwa nje. I have said that life. Praise the Lord. Usidharau tu kwenye maisha. Hata ukikutana na mtu amevaa slippers moja ya blue na nyingine ya red, usidharau. Kama huyo mtu anatembea na Mungu,
tumeishi, tumedharauliwa, tukachekwa. Kile nashukuru Mungu maana tulimpata Yesu. Tulipelekwa kwa waganga ili tufanikiwe, hatukusaidika. Waganga wakatusababisha tukapata shida zaidi. Tukawa kulaliki nyumbani, tunagoto usiku na goto ukiwa umelala, kwa sababu ya vitu ambavyo vimewekwa pale. Mazini ni vitu vya kulinda mji. Mafingo ya kichaga anaenda ameletwa, mara baba anaona hapana, anaenda analeta mchaga, inawekwa kitu ya kuleta mali, mara hapana, anaenda kitu inaletwa kikamba, inaletwa ya kitaita kutoka mganga ametolewa mwana, inawekwa ya Kigiriama, ya kila kitu. Vitu yakajazana kwetu, eti atatuletea kibali na maisha mazuri. We suffered. Praise the Lord. We suffered. Lakini tulipogeukia Yesu, tukamwambia Yesu, tumebaki nimebaki na wewe Bwana. Yaani nimebaki na wewe Bwana. Mungu hakutuacha. Bwana asifiwe sana. Kataa poverty gospel. Tukatae, kuna poverty gospel, kuna prosperity gospel, but ours is priority gospel. Priority gospel, we prioritize God. Na tunapo prioritize Mungu, yeye anatubariki. Shida ya prosperity gospel ina emphasize baraka za mali na za nje, inasahau baraka za kiroho. Priority gospel is a balanced gospel. Inasema Mungu anaweza tubariki na mali za nje na pia za kiroho. Unanielewa? Ibrahimu alibarikiwa na mali, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na utajiri wa mali. Hiyo ndio neema ninaomba. Sitaki niwe mchungaji eti nimebarikiwa. Umebarikiwa, najua Mungu naomba, kisha nalala na njaa. Mungu anaweza tubariki na mali ili hata tusimame na kazi yake. Mungu anaweza tubariki na pesa na nafasi kubwa, maana hiyo ni sehemu ya kibali. Pokea neema ya utajiri katika jina la Yesu. That's a favor that God releases on his people. Ibrahimu alikuwa tajiri wa mali na tajiri wa kiroho. Si anaitwa baba wa imani? Alikuwa tajiri wa mali na tajiri wa nini? Wa kiroho. Ni nani ambaye anataka kuishi maisha ya maskini hapa? Kibali hufungua milango ya nini? Ya baraka, huvutia baraka katika maisha ya mtu. Unashangaa mtu anaenda interview, mwingine yuko na connection, mwingine atalala na makaratasi makubwa mazito, mwingine anaenda tu amli, lakini maana fedha iko mbele yake. Anaposimama kwa panel, anajieleza, anaongea, kila mtu anasikia huyu amekubalika kwa moyo wake. Wakiweka basi vizazi kitoka, unashangaa wewe ndio umechukuliwa. Si kwa sababu ulikuwa na sugar daddy ama kwa sababu uliongana, ni kwa sababu daddy Mungu alikuwa juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Pointi ya tatu, nieleze hivi ya kwamba kibali huja kwetu ili tuwe baraka kwa wengine. Favor is meant to make us a blessing to others. Kibali huachiliwa juu ya maisha ya mtu ili awe baraka kwa wengine. Ili uwe baraka kwa wengine. Hebu ona, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mstari wa pili, Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakupatia jina kubwa, nitakubariki ili uwe baraka. Ambia jirani yako kuwa baraka kwa wengine. Mungu amekubariki ili uwe baraka kwa wengine. Utie wengine moyo, uombee wengine. Mwingine anayelala njana, wewe umebarikiwa, kuwa baraka kwake. Mungu anamwambia Ibrahimu, nimekubariki uwe baraka kwa wengine. Hivyo ndio Esa alivyokuwa, alipobarikiwa akaingia katika ukuu. Esa alitumia nafasi ile kwa ajili ya wana wa Israeli kubarikiwa. Yusufu alipopata kibali akawa waziri mkuu, alikuwa baraka kwa wazazi wake, hata na ndugu zake, na hata na watu wa taifa lote. Wakati njaa ilipoingia, watu wanaenda kutafuta chakula, Yusufu alisimama hata katika platform ya kitaifa kuwa baraka katika nchi. Shida ya Kenya leo, tuko na watu ambao Mungu amewapatia kibali kuwa viongozi. Wengine wamepata kibali kuwa governor, wengine wamepata kibali kuwa mbunge, kibali kuwa MCA, kibali kuwa, unajua ni kibali Mungu anachilia juu ya mtu. Unapata kibali kuwa president. The question is, hiyo fursa Mungu amekupatia, are you a blessing to others? Ama Mungu anakupatia kibali
Wewe unaenda kudharau wengine, wewe unaenda kusababisha wengine walie, wewe unakuwa corrupt, unapewa kibali cha fursa, alafu unatumia hicho kibali kuswinda watu na ufisadi mwingi. Kibali kinaweza kupuruka. Usipokuwa makini kinaweza kupuruka kikaenda. Kama Samson kilienda. Anaenda siku nyingine amevamiwa, anafanya hivi, anafikiria nguvu ziko, anagundua ana power. Kumbe power ilienda. Samson, power ilienda my friend. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukibarikiwa si ujanja wako. Mungu akikusaidia biashara yako ikisimama, usijipige kifua. Ukipata promotion, usijipige kifua. Watoto wako wakibarikiwa, usijipige kifua. Jua ni neema ya Mungu kuwa baraka kwa wengine. Kuwa baraka kwa wengine. Mapendo tu, mbona kanisa, mbona jamii? Na tunaambia Wakristo Kenya zaidi ya 50% ni Wakristo. Lakini Kenya imejawa na wivu na ufisadi. Hata katika familia vijijini, watu wamejawa na wivu. Watu hawataki kuona mtoto wa jirani akiendelea. Mtoto wa jirani akipita vizuri, tunataka kumaliza. Mtoto wa jirani maana amepita ameitwa nursing college, tunampangia njaa. Wengine hata tunaenda kwa ganga. Kuwa baraka, ombea mtoto wa jirani, kwa sababu mtoto wa jirani akibarikiwa ni wako amebarikiwa. Akinunua gari, siku nyingine atakupatia mimi. Utakuwa mgonjwa usiku na gari ya mtoto wa jirani isaidie kukupeleka hospitalini. Nasema badala ya Ramsey, tupende watoto wa jirani. Mtoto wa jirani ni wako, hata akibarikiwa zaidi ya wako. Usipangie njama ya kumwekea sumu, usipangie njama ya kumwendea kwa mganga. Ombea mtoto wa jirani mema, tia mtoto wa jirani moyo, pongeza mtoto wa jirani. Bwana asifiwe. Ambia jirani, takia mtoto wa jirani mema. Maana tuna shida. Mwingine akiona mtoto wa jirani amepata mume, wanatayarisha harusi, anataka kwenda kuchochea watu. Mwingine siku ya harusi imefika, maana ni mtoto wako, unaleta vikwazo. Unajua kuna watu wanataka kuleta vikwazo kwa harusi. Eti wewe unajua si nini? Unajua mimi ni mwabu. Mwingine ni mwabu, huyo mtoto hata kununulia kalamu ya shilingi 50 haujawahi kununulia. Mwingine ni mwabu, huyu mtoto alifukuzwa shule, mwabu umebarikiwa, akakwambia mwabu, mbona unaenda shule? Nimefukuzwa shule. Mwabu hata 1000 haukumlipia. Wakati imefika harusi, kiamue kwenda huko. Hata uniform, hata penseli, umwambie mwabu chukua hii, endo kalipe kama you didn't care. Alafu ukifika wakati wa mahari, ndio unakuja hapo, aiendi peke anti, hii harusi haitoki, mpaka ninunuliwe leso, sio kwa nini? Kidogo nikwambie enda huko. Bwana asifiwe sana. Lazima baraka kwa wengine. Wewe anti, ulikuwa baraka kwa huyu ni vipi? Mwabu, ulikuwa baraka kwa huyu vipi? Akuo, ulikuwa baraka kwa huyu vipi? Ona, uzazi si kuzaa, jukumu si kuzaa. Swala ni kulea. Ulimlea vipi ndio tuone unakuwa. Mwabu kasikira, anti mwokoe nini? Wewe wacha kukaa tu. Hicho kikao cha mali kikifanyika mnitange. Naitaka kwa hivyo vikao na siitishaki pesa nyingi sana. 10% ya mahali. Alafu tunakuja tunaongelea vizuri. Ndio kina mwabu na wale akiwa hawashughuliki lolote, wanangojea kiamue tunaweka sweat. Bwana asifiwe. Amen. Tunapopata kibali, tunaachiliwa juu yetu ili tuwe baraka kwa kupatia mtu mkono, mwambie mpendwa, mimi nitakuwa baraka kwako. Nawe baraka kwangu. Niombee mema, mwambie niombee mema. Nitakie mema. Furahia mafanikio yangu na ya familia yangu. Na ukinitakia mema na kunifurahia mema na kuniwazia mema, Mungu na yeye ataachilia mema kwa maisha yako na kwa watoto wako.
amen. Unajua kile unachopatia wengine ndicho kinachokuja kwako. Yesu akasema kipimo kile upimiacho wengine ndicho utakachopimiwa na kisukwe. Kama wewe mtoto wa jirani ulikuwa ni kumharibia China, kumwongea vibaya wako, itakuja hiyo na kisukwe. Mwingine anaenda kutafuta basari, kumbe basari wengi ndeviko ni hukumu. Uliongea mema, uliongea maovu, ulifanyia wengine maovu, ndio inakurudia wewe, inapima na inasukwa. Tumebarikiwa, tumebaraka kwa wengine. Nyosha mkono wako juu, sema Mungu, achilie kibali chako zaidi kwa maisha yangu. Naweka ahadi, unaponinua na familia yangu, unaponirehemu, unaponitenda mema, nitakuwa baraka kwa wengine kwa jina la Yesu. Amen. Ndugu wapendwa, nimekuwa nikihisi vibaya wale ambao ni vijana hapa kama mimi, wale ambao tumebarikiwa kuwa na wazazi. Recently kuna trend ambayo sijui kama nyinyi mmeiona, lakini mimi nimeona na wakati mwingine ananikosesha usingizi. Wazazi wanabarikiwa na watoto, wanapata kibali cha watoto, na wazazi wanang'ang'ana kuwa baraka kwa watoto, wawalipie karo, wang'ang'ane na watoto. Lakini watoto tukikua, tukipata kazi, tunasahau wazazi. Hii imeumiza sana moyo wangu. Hatutaki kuwa baraka kwa wazazi. Wazazi wawili waling'ang'ana, wakapata watoto 10, wakang'ang'ana wakasomesha, lakini watoto 10 walio na kazi wanashindwa kuwa baraka kwa wazazi wawili. Na unajua wazazi wanaga mambo mengi. Mzazi kuna umri ukifika, yeye anataka tu ale, avae vizuri, akae vizuri. We go back to the basic needs. Clothing, food, shelter. Lakini mimi nikiwa mchungaji wa cheni niwaambie, nimetembelea pastoria mahali kwingine. Unaenda unapata mahali baba na mama wanakaa, nyumba hata haina mlango. Wanakuambia tumelala njaa, kwambia mchungaji mwambia bana hapo. Naambia mama kokona wana balinga, niko na watoto 7, mmoja anafanya kazi Mombasa, mwingine yuko Nairobi, mwingine anakaa hapa, lakini maskini wana hapo, bani hapo tu. Hata magana masamu hawezi nitumia. Mchungaji niombe. Watoto tuwe baraka kwa wazazi. Alafu sasa shida, ngoja mzazi aage, ndio wale watoto wanajitokeza na mawatatu. Please, unatumia link. Please, our budget is 500,000. We want to give our mom befitting son of my foot. If you didn't care to give your parents befitting life, don't bother about giving them befitting sandal. Kama haukushughulika kununulia babako suti akiwa hai, usimnunulie suti wakati yuko mochari. Kama haukushughulika kusaidia mama yako aishi nyumba nzuri, using'ang'ane kwenda kutengeneza kaburi lake, eti kaburi liekwe tiles na alikaa nyumba ya mchana, nyumba ya vumbi. You didn't bother when they did. Bwana asifiwe sana. It is very unfair. Watoto tumeitwa, vijana wenzangu, tulio na wazazi, tumeitwa tuwe baraka kwa wazazi wetu. Tuwe baraka kwa wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Hapa nasababisha wazazi wanakosa usingizi. Wengine wakazamana, unaolewa, badala ule mji umeolewa, umwangalie mother-in-law na father-in-law, unaenda kuwa kisirani. Unaenda kutenganisha watu kwa mtu. Mkazamana unasababisha mandugu wapigane. Unaenda kuwa mgonganishi, unakuwa spana ya kufungua mahusiano na karibu. Pale kuna point inaongea kuhusu reconciliation and favorable relationships and connection. Mkazamana, hiyo familia, huyo mume wako huyo alitunzwa na huyo mama, hakumuua. Wewe umeolewa juzi, utasemaje mama ni mchawi? Mbona kuwa kijana wake? Mbona kumekea sumu alipokuwa mdogo? Amemlea mwanaume, amekuwa mzuri, imependana, leo umeolewa, unaambia I don't love your mom, she's too dirty, pumbavu.
Wakasawana mnifia kuomba. Wale tunaolewa tunakaa Nairobi na ume zetu, tukija nyumbani hata tutaki kuona paka. Nasema remove that stuff here. Paka ile stuff. Stuff. Remove that stuff here. Your mom is too dirty. Yeye ndio uchafu, ndio alikuzalia mume, ndio uchafu, akakulelea mume, ndio uchafu, huyo mume ndio utampenda. Mheshimu, kuwa baraka kwake. Haleluya. Hapana pandisha mama watu pressure kupe mapema. Unafikiria kipa mapema kwa sababu yako utabarikiwa na hiyo ndoa? Hawezi. Hauwezi. Huyo mzee wa Danieli mtunzeni. Tuwe baraka kwa. Lakini mother-in-law na nyinyi mkuwe baraka kwa wakazawani. Kuna mother-in-law wengine na wengine ni kisirani. Akiona mkazamana amenunuliwa leso 2, roho inafura. Mbona mimi sijaleta? Kwani ni mashindano? Si ununuliwa na mume wako. Wewe vipi? Wewe vipi bwana? Wapatie nafasi yao. Give them their space. Unanielewa eh? Patie mkazamana na kijana wako nini? Nafasi yao. Mama mkwe hapana kuingilia kijana wako mpaka wale unataka kumcontrol. Eti akitoka Mombasa akuja ingie kwako kule shida, akienda kwa mke wake ni kuteuka kule. Hapana, wewe unataka umcontrol. Patia nafasi. Mwambie mwenzako usinipimie hewa. Mama mkwe acha kupimia mkazamana hewa. Wewe uko na wako. Uko na wako, wapatie nafasi. Wewe play nafasi ya kuwa mshauri na muombezi. Unanielewa eh? Kuwa mshauri na muombe, wacha mambo madogo madogo. Eti mkazamana akinunuliwa dera na mimi nataka yangu. Akinunuliwa nini na mimi, kwani ni mashindano? Bwana asifiwe sana. Kilo umeletewa pokea. Wacha mambo madogo madogo. Wengine mambo madogo madogo yanasababisha unakufa mapema. Unaletewa mkate, sio njaa. Wewe kula, uko mbinguni hakuna mikate my friend. Kama una taarifa, mbinguni hakuna mikate. Wacha kuingia watu hapo wanaletewa mkate ni tisha kwa sababu yana Blue Band. Shukuru, na kama ni Blue Band ongea vizuri, lakini wacha kufuria furia watu. Angalia jirani mwambie acha kufuria furia watu. Acha kufuria watu. Unakufa mapema. Unakufa mapema. Mbinguni hakuna mikate. Wameletewa mkate tuanga, sema chacha na nini. Unajua moyo leo na shukrani unafungua baraka zaidi. Bwana asifiwe sana. Kibali kinapokuja juu yako kinakuja kukujenga ili uwe baraka kwa wengine. Sasa waje tutaje mambo matatu tumalizie. Mambo matatu muhimu. Mambo ni mangapi? Ili kuchochea na kutembea katika kibali, mbinu ya kwanza ama kanuni ya kwanza, jiunganishe, jiconnect na Mungu. Unapenda kutembea na kuflow katika favor ya Mungu, jiconnect na Mungu. Bwana asifiwe sana. Favor is from God. Kibali kinatoka kwa Mungu na kiwezi patikana wakati umejitenganisha na nani? Jiconnect na Mungu. Jiconnect na Mungu. Jiconnect na Mungu kupitia kwa maombi. Mwambie Bwana, nina connect maisha yako na wewe. Unganisha familia yako na Mungu kama vile Ayubu. Ayubu alijua mbinu ya kujiunganisha na Mungu, na ninaongea njia 3 za kujiconnect na Mungu. Nimesema main point, ili tutembee na kibali, jiconnect na nani? Njia ya kwanza kujiconnect na Mungu, maombi. Sema maombi. Maombi. Kuna mama kwa Biblia anaitwa Hana. Huyu mama anaitwa Hana. Ndugu yangu wa projector kunifia muomba. Huyu mama anaitwa Hana. Huyu mama anaitwa Hana kwenye Samueli wa kwanza. Alikuwa amepitia vita katika nyumba yake. Alikuwa hajapata kibali cha kupata mtoto. Lakini mama anaitwa Hana siku moja akaingia kwa maombi. Akaenda kwa madhabahu. Ukamwambia Mungu, Bwana nipatie kibali. Hata na mimi niitwe mama Kenani. Nimechekwa sana. Nimeitwa pasa. Baba nakuomba. Baba nikumbuke. Mama Hana akamwambia Mungu,
moyo wangu na uchungu, nimemimina moyo wangu kwa Mungu. Akalia, akamwangalia, akamwambia Ana, Mungu amesikia maombi yako, mwakani utapata ujauzito na utapata mama. Ana akasema amen, ukaamka kaenda nyumbani kwa ajili ya maombi yake. Bwana akamkumbuka, akapata kibali na akapata ujauzito. Ninatangaza Mungu awakumbuke, achilie kibali kwa maisha yenu, achilie kibali kwa watoto wenu, asikie maombi yenu. Haleluya, haleluya. Bwana anaachilia kibali. Nambari ya kwanza, tunapojiconnect naye kupitia kwa maombi. Wanapoenda kukusengenya, wewe enda kwa Mungu unaombee. Wanapoenda kukuongea vibaya, usiende kubishana na wao. Mdomo wako usiongee maneno kubishana na wao, maneno yako yaende kwa Mungu. Unapokusikia kulia, enda umelie Mungu, muolie Mungu. Watoto wangu wamedharauliwa kwa sababu ni walevi, lakini Bwana naomba kibali, uwakumbuke na watoto wangu. Maana ombea, shikilia tumbo lako, mwambie Mungu, watoto waliotoka katika tumbo langu na wadai kwako, watembee na kibali cha kipekee. Watoto niliowazaa mimi watembee na jiconnect na Mungu kupitia kwa maombi. Wengine wanapenda kujiconnect kwa waganga, wewe kimbilia Mungu. Bwana asifiwe sana. Run to God. Abrahamu alijiconnect kwa kutembea na Mungu, kwa kusikiliza sauti yake, kwa kuwa mtu wa maombi. Lakini njia ya pili ambayo tunaipata pale kwa Ibrahimu ni kumwinulia Mungu madhabahu. Kumwinulia Mungu nini? Madhabahu. Mstari wa 7 na 8 unasema, naye Ibrahimu ukabonya baada akamjengea Bwana madhabahu. Madhabahu. Taveta tunaga, wataveta mahali kuna nini tunaweka zeti. Kwa nini nasema madhabahu? Taveta tunasema madhabahu. Sema madhabahu. Tafundisha kitaveta kidogo. Akamjengea Bwana madhabahu. Mstari wa 8 unasema, Ibrahimu akatoka pale akaenda katika milima hai. Alipofika kule, Ibrahimu akamjengea Bwana madhabahu, akaniita jina la Bwana. Kuniita jina la Bwana ndio maombi nimeongea kuhusu. Alipojenga madhabahu akafanya nini? Ukampanga Mungu kupitia kwa maombi. Lakini akajengea Bwana madhabahu. Inulia Mungu madhabahu kwa maisha yako. Inulia Mungu madhabahu kwa familia yako. Wengine tunateseka, tunaishi maisha ya kukataliwa, maisha ya ming'ang'ano, kwa sababu maisha yetu yamejengwa juu ya madhabahu ya kishetani. Waganga walienda wakaletwa, na tumeishi maisha ya kujifunga irizi. Unashangaa, hebu umeshaitembea Nairobi ama Mombasa, vile vinaitwa vitongoji duni. Ingawaje si jina nzuri hivyo, lakini sasa they call them slums. Ukaona kwenye vitongoji duni utapata vibao vimejaa kila mahali. Mganga hadari kutoka Kitui, mganga kutoka Sumbawanga, kuna dawa ya mapenzi. Siko leo nafikiria sana mapenzi. Alafu kuna dawa ya nini? Ya utajiri na ya kesi. Hizo ndio ndogo zake. Dawa ya mapenzi, utajiri na kesi. Maana wale wanakaa kule wako na makesi mengi. Sasa vile vitongoji venye kuna vibao vingi vya waganga na dawa ya mapenzi na dawa ya utajiri. Hebu siku moja tembea huko, enda hata Kibra, utapata nyumba ndio zimepiga all max case ready, na vibao vinasema mganga, dawa ya utajiri. Nyumba ukienda ground number ni different. Yeye nakwambia nini? Ukijenga maisha yako juu ya madhabahu ya ushirikina, usitarajie kupata kibali cha kuendelea. Maandiko yanasema Yeremia 17 mstari wa 5 hadi wa 7 kwamba amelaaniwa anayetegemea mwanadamu. Unapojenga madhabahu yako kwa waganga, laana zinajaa juu ya maisha yako. Hauwezi kupenya, huwezi kuendelea. Kama unanisikia hapa, wewe umekuwa ni mshirika mzuri, tunapokea bima vizuri, siku ya bima tunaenda kwa madhabahu vizuri, tunatoa heshima, tunapokea bima vizuri, lakini bado wewe ndio huyo mgange kwa mganga. Wewe ndio huyo Tanzania kwa mganga. Wewe ndio huyo Kwale kwa mganga. Hebu angalia maisha yako. Huyo mganga amekuletea nini? Hakuna. Kuna watu wanavaa hivi mpaka kanisani. Kwa naambia watu mahali pengine, siku nyingine alienda mahali kwa ibada, watu wanakuja kushiriki meza ya Bwana pale, nasikia harufu ya mbuzi.
naangalia bekemana roho mburi rafuma hao, naangalia kwa madirisha mburi nderiko, lakini kuna nuka mbuzi kweli kwa madhabahu. Kumbe kuna mtu amekuja kwa madhabahu kushiriki meza ya Bwana, iko na irizi, na hiyo irizi kuirarua ndani iko na mavi ya mbuzi na takataka zingine, alafu ndio na bende takulina mavi ya mbuzi kulina. Hebu jaribu kunusa jirani, usikie kama utatoka na mbuzi. Ukisikia harufu ya mbuzi unyoshe mkono. Sasa unashangaa wewe unapewa irizi, unaenda kule kwa umefunika. Wewe ndio unalinda irizi au irizi na kulinda wewe? Nani analinda mwingine? Ama mnalindana? Hapana. Maisha yetu tunaunganisha na madhabahu ya mbinguni. Ona, kwetu tulitegemea waganga sana. Mwaka wa 98 babangu alipookoka, 99 nikaokoka, tukaamua kufanya spiritual transfer. Tukafanya uhamisho kutoka kwa kutegemea nguvu na maagano na madhabahu ya kiganga, tukakaribisha Yesu. Tulipokaribisha Yesu 1998 is an historic day in our life. Maisha yetu yamebadilika, tumeshuhudia kuinuliwa, tumeshuhudia upendo kwa familia yetu. Mungu ametubariki. Kwetu watu walikuwa wao akakaa na ndoa, lakini Mungu ametubariki. Mungu amenibariki na mke mzuri. Ukitaita msichana mrembo akitembea hivi unajua kama anaenda mbele ama anarudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Akitembea unajua anaenda direction gani? Kwa sababu ni mrembo. Uliza jirani wako pia si mrembo. Wa kila mtu ni mrembo. Bwana asifiwe sana. Wa kila mtu ni mrembo. Wanaume, kila mtu, mke wako ni mrembo. Wewe mtunze, mwanamke ni kumtunza, ndio kiani alisema. Hapana kwenda kuacha wako hivi, hata saluni mpelekaji akikuitisha pesa ya kwenda kununua lipstick, unamwambia pale usijipake kimbo. Wewe namna gani? Mwanamke ni matunzo. Kama ni mfano wa lipstick, mpatie jipake. Wengine wanapenda kujipaka ile kitu kingine inaitwa nini? Wacha jipake. Hata kitembea leo na Israeli, lakini mwingine hata yeye kwa ibada na mke wake anamwambia tafuliane kwa nyuma. Maana tu kitembea na ina no problem. Bwana asifiwe sana. Kabla jirani jivunie wako. Jivunie wako. Usipojivunia Mungu utajivunia wala. Jivunie wako. Kwa sababu ya kujiconnect na Mungu, I have a testimony today ya vile Mungu anavyotubariki, vile Mungu anavyo even for our family. Bwana asifiwe sana. Jiconnect na Mungu kwa kuminulia madhabahu katika maisha yako. Tujitenganishe na madhabahu ya kiganga, madhabahu ya kichawi, haya yetu yote, lakini ukijiunganisha na Yesu. Naunganisha maisha yangu na madhabahu ya mbinguni, naunganisha maisha yangu na madhabahu ya mbinguni. Hawezi jiunganisha na Mungu na kubaki vile ulivyo. Never. Ambia mwenzako never. Kuna mtu anaitwa Ayubu alijua hili, kujiunganisha na Mungu. Na hata alipopitia milima, Mungu alimpigania. Praise the Lord. Nambari ya tatu na ya mwisho. Nimesema naongea kuhusu pointi moja kuu ya jinsi ya kutembea na kibali cha Bwana. Nikasema the main point ya kujiunganisha na kibali cha Bwana ni kujiconnect na Mungu. Nataja njia tatu za kujiconnect na Mungu. Ya kwanza kupitia kwa nini? Maombi. Pili, kumlilia Mungu nini? Madhabahu. Tatu, kuwa mtoaji. Being a giver. Being a giver. Kwa na yote tunaona kwa Ibrahimu. Nimekwambia Mwanzo 12:8, Ibrahimu akajenga madhabahu, akajiita jina la Bwana. Ibrahimu alijiita hapo. Lakini tatu, Ibrahimu alikuwa mtoaji. He was a giver. Unakumbuka Ibrahimu alikuwa tayari kutoa mtoto wake kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe sijui uko mtoaji kiasi gani. Mungu ametubariki, wengine kutolea Mungu shukrani. Yule Mungu ametubariki na uzima na uhai, kumtolea shukrani, kumtolea sadaka, kumtolea Mungu basi fungu la 10. Ndikunde. Unajua sengine sisi wanadamu tunakuaga kama paka.
enda upatie paka samaki. Baada ya kuipatia, peleka mkono kuchukua samaki. Inataka kukugwara na wewe ndio umeipatia. Umeshaona kwenye paka inakaa. Sengine tunakaa kama nini? Mungu anakubariki na uzima, Mungu anakubariki na kazi, Mungu anakubariki na biashara, anakubariki na mtoto anayekutumania pesa. Ukitumaniwa hivi, maandiko yanasema leteni zaka kamili. Mwambie Mungu, unamtolea Mungu makucha. Mara kidogo unasikia mtoto amefutwa kazi, unakimbia kwa mchungaji, bado tunaacha kundombie, niombea mwanao hapo, niombea mwanao hapo, amefutwa kazi. Sema nini? Malaki 3:10 inasema, Malaki 3:10 inasema leteni zaka kamili wapi? Ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mnijaribu kwa njia hiyo, muone kama sitafungulia madirisha na kuwamwagieni baraka. Mstari wa 11 unasema na kumpiga yule alaye na yule aharibuye hata fikia mashamba yenu. Ona, munapotolea Mungu fungu la 10, anasema yeye atapigana na yule anayeharibu. Kwa hiyo kama nina biashara na nimejifundisha kutolea Mungu fungu la 10, wakija wanaotaka kuharibu biashara yangu, maandiko anasema nitapigana na wao. Nani atapigana na wao? Mungu anapigana na wao. Praise the Lord. Maana he is a partner in that business. Kama mtoto wako anakutumania M-Pesa, umepata hiyo kibali, ukitumaniwa tolea Mungu fungu la 10. Ukimtolea Mungu anaahidi, watu wakitaka kupigana na yeye na kazi yake, God will say, I will fight them for you. Sasa wale watu wenye wajiconnect na Mungu, mara nyingi tunakuaga kimwili. Kijipigania yeye, unapata nimekuja, anajifunga leso, kwa beba na baba, na achaita. Maneno, don't fight for yourself. Wacha kujipigania. Mwachie Mungu afanye nini? Akupiganie, because you are connected to him. Yusufu hapana kujipigania 10 point. God fought for him. Praise the Lord. Hakuna siku Esther alienda kujipigania. Mungu afanye nini? Alimpigania kwa sababu alikuwa amejiconnect na nani? Na Mungu. Sasa Malaki 3 hapo 8, Malaki 3:8, 9, 10, 11, 13 hapo mbele anasema lakini nyinyi mmelaaniwa kwa sababu mnaniibia. Maandiko anasema mnauliza mnaniibia nini? Anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Geukia jirani yako aliye karibu naye, mwambie ujambo mwizi mazangu. Geukia jirani yako muulize mwizi mazangu ujambo. Si mimi nimesema, ni maandiko amesema. Ni maandiko amesema. Hata mimi nahitaji Mungu anisaidie. I shall not pretend I'm the best even in giving. Hata mimi wakati mwingine nimejipata na mwibia Mungu. Ndio maana nimesema sote ni waizi. Ambia mwenzako sote ni waizi. Ukitaka angalia tu kama umekuwa mwaminifu kutolea Mungu fungu la 10. Na kama hujakuwa mwaminifu, maandiko yanasema wewe ni mwizi. Kwanza niwaeleze haya maandiko tunaelewa vibaya. Haya tunasema leteni. Kwenye lugha asilia ya Kiebrania haisemi leteni, inasema lipeni. Na ukienda usome Old King James Version, it has the word, it means pay. Unapoambiwa lipa, inamaanisha si yako, ni ya Mungu. Na ndio maana Mungu anasema nyinyi ni waizi, hawezi iba yako. Usipotoa fungu la 10, maandiko anasema wewe ni unaweza jibia. Unaitwa mwizi, maana hiyo 10% si yako, ni ya Mungu. Ndio maana usipotoa wewe ni nani? Ni mwizi. Lakini hivyo na hiyo pua yote kubwa inakusanya hewa, leta zaka kamili. Sasa Mungu angekuwa mwanadamu, angeatia watu. Mungu angekuwa mwanadamu, angekuja switch off pumzi kwa bole. Anatafuta hewa. Maana ingekuwa ni neema, ambaye kwa sababu ni neema ya Mungu. Paulo akasema tuzidi kubonya kauna kwa ajili yako. That is a piece of grace. Ndugu zangu, tuwe watoaji kwa ajili ya Mungu, kwa moyo, kwa ajili ya Mungu. Ibrahimu alikuwa tayari kutoa mtoto wake, alitoa muda wake, na kwa sababu hiyo akatembea katika feva ya kipekee katika maisha yako. Toa pia kwa ajili ya wazazi. Ibrahimu, Yusufu alipobarikiwa akapata kibali cha
Bwana asifiwe sana. Bali tunatoa kwa ajili ya Mungu, lakini pia kwa ajili ya kujijali. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. So caring for yourself is caring for God's creation. Praise the Lord. Napenda kumalizia nikisema hivi, pia kutoa kwa ajili ya kuwa baraka kwa mchungaji wako. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu anaambiwa atakaye kubariki nitambariki. Kumbe njia nyingine ya kutembea maisha ya baraka ya kibali cha Mungu ni kwenda kubariki mbarikiwe. Na kuna watu wawili ambao ya carrier, there are many, but there are two that I want to mention who are carriers of blessing. Wa kwanza ni mzazi wako. Wakati umeenda kubariki mzazi ukamwambia nimekubariki nefu mmoja, endo kule baba aseme chacha mwanao Mungu kurasimi, hiyo inakufungulia baraka. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kwa nini baba nimemshika mkono nikasikia roho inaniambia nimbariki. Unajua baba wangu alitangulia. Wacha nibariki kwa jina la Yesu. Amen. 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 Chacha niambia nibariki. Nimepokea sasa. Kwa jina nimemshika mkono nikasikia roho Mungu ameniambia nimbariki. Maana babangu alitangulia kwenda. Sasa kuna kitu nimepokea pale. Sasa naona mpaka ananena kwa dini. Nasema shika panta na kile na pesa na kama. Mzazi is a carrier of blessings. Unapofanya jambo na kuwa baraka kwa mzazi, anakuambia mwanao hapo kuna siri. Mungu akutende. God's words do not go unattended. Mungu hufuatiliza hayo maneno na kuyafanyia kazi. Wa pili anayebeba baraka anaitwa kiongozi wako, mchungaji wako. Nani? Mchungaji wako. Ambia mwenzako mchungaji wako. Ibrahimu anaambiwa atakaye kubariki nitambariki. Kwa mambo mengine hatahitaji kwenda kufunga kwa maombi. Just go and bless somebody and you attract the blessings to you. Praise the Lord. Na Ibrahimu anaambiwa atakaye kulani nitambariki. Wewe ukienda uwe kisirani kwa mzazi, uwe kisirani kwa mchungaji, walaani mchungaji, unene maneno mabaya, kuna mambo yanapungika kwa feva inapotea. So wale watu ambao wamezoea vita na wachungaji, maana wako mlengeni ndio wamebarikiwa kuna. Lakini kuna parishes ambao kuna watu ni kama aliyeko wakfu. Ni kama aliyeko wakfu na wakapewa jukumu la kusomboanaga na wachungaji. Aje mchungaji mzee, mchungaji ni wamezeka sana na lala kwa madhabahu. Akileta kijana, huyu anaongea na Mungu. Kuna parish moja kwa Taveta ilikuwa ni ikileta mchungaji mtaita na basi kwani sisi wa Taveta tu. Wakileta mchungaji Taveta wanamdharau maana ni mwana wa msi. Yaani kila mchungaji wamefika zaidi ya 20 takubarishi yani. Hakuna yeyote amekuja akahudumu kwa amani na furaha na katoka kwa furaha. Kila mmoja akija paka ni ngorumba kwa mama yake. Yaani kila mchungaji akija lazima wewe umsumbue. Wewe na familia yako lazima umsumbue. Kila mchungaji akija lazima wewe usababishe akose usingizi. Angalia jirani yako mwambie usikue kwa hilo kundi. Heshimu mchungaji wako, kuwa baraka kwake. Hata akiwa ni mdogo ni saizi ya mkuu wako, they are a spiritual authority. Kuna neema anayobeba. Ona, mama anaitwa Hana, alienda akaomba Mungu na alikuwa mume, lakini Eli alikuwa ni mchungaji tena, he was aged. Eli hakuwa mwombezi kama Hana. Maana hata Eli alipokuja anapata huyu Hana anaomba, anamwambia wewe kwani umeelewa? Hana mwambia mtumishi wa Mungu sijalewa. Kwa heshima. Eli akamwambia enenda zako, lilo Mungu akutendee. Mama akaenda na ikawa hivyo. Yaani inahitaji a spiritual authority. Aje amtamkie jambo in order to complete ile Mungu alivyokuwa anafanya kwa maisha yako. Mchungaji wako ana nafasi kubwa katika maisha yako kama vile ya mzazi. Bwana asifiwe sana. Unapomdharau, unapompiga vita, kuna mambo unafunga kwa maisha yako na familia. Unanielewa? Hii maanisha kwamba mimi mchungaji ni malaika. Unaweza kuwa na mtazamo tofauti na mimi. Kama vile kwa mzazi, si hata ni tofautiane na babangu, nitenda ni mdharau hali. Hapana, si tena nimwambie tabia hapa tuongee. Hata mke wangu imaanishi kila wakati na kubaliana, tunaweza tofautiana, lakini hatuwezi tena kurushiana maneno mbele ya watu ama mbele ya watoto. Tunakeni tunaongea. Tunaelewana? Pia hata ukiwa na mtazamo tofauti na mchungaji, unaenda ndani na keti vizuri, tena kwa upendo. Napendeka sana ndugu na wadada. Kupuisa na tunatendeleza kwa heshima na kwa upendo na anaishia hapo. Lakini wakati sasa unaenda kujipiga kifua, huyu mchungaji mpaka aone. Huyu
unajitengenezea makaa ya moto kwa maisha yako na watoto wako. Ibrahimu anaambiwa atakaye kulaani nitamlaani, atakaye kubariki nitafanya nini? Kuwa baraka kwa kazi ya Mungu, kuwa baraka kwa mchungaji, kuwa baraka kwa kanisa, na Mungu atakutenda mema. Napenda tusimame tu. Funga tu macho yako, tafakari wema na ukuu wa Mungu. Katika kipindi hiki cha kufundisha kuhusu kibali. Kibali Mungu anachoachilia juu ya maisha yetu kinatuweka katika barabara ile kuu na kutembea katika neema ya kipekee na baraka za kipekee kama vile kwa Ibrahimu. Lakini kumbuka kwamba tumejifundisha kibali kinapokuja kwetu, Mungu aachilie kibali chake kwetu na kwa familia zetu, ili tujipige kifua, ili tuingiwe na kiburi, ili tudharau wengine. Mungu waachilie kibali ili tuwe baraka kwa wengine, vile anavyomwambia Ibrahimu, nimekubariki nawe baraka kwa wengine. Tukumbuke mbinu tatu muhimu za kuchochea kibali, na muhimu kabisa ni kujiunganisha kwa Mungu na kudhihirisha kujiunganisha na Mungu. Kwanza kwa kujenga tabia ya maombi katika familia zetu, kumuomba na kumtegemea Mungu. Pili, kumwinulia Mungu madhabahu. Iwapo maisha yako yamejengwa kwa madhabahu ya kishirikina, madhabahu ya kiganga na kichawi, mwambie Bwana akuondoe. Tuinue maisha yetu, tumwinulie Mungu madhabahu katika mioyo yetu na familia zetu. Na tatu, ili tutembee katika kibali cha kipekee, lazima tuwe watoaji. Hii ni kanuni ambayo Ibrahimu alitekeleza. Toa kwa ajili ya kusimama na kazi ya Mungu. Toa kwa ajili ya kuwa baraka kwa wazazi hata wahitaji. Toa kwa ajili ya mchungaji wako, vile Mungu anavyokuneemesha na kukusaidia. Pia toa ukijali wewe mwenyewe, because your God's creation is important. Napenda tuongozwe na mchungaji Richard na wimbo wa kuabudu, na kila mmoja wetu kwa dakika moja uende mbele za Bwana ukajiombee kama vile Mungu amenena na wewe. Halafu baadaye tutaomba na sisi, kisha tutawaelekeza kwa kipindi cha kuja kwa madhabahu kwa ajili ya anointing, maana leo ni ibada ya family deliverance service. Kuna mafuta ambayo tutayaombea na siku ya leo. Hatutakupaka kwa kichwa, tutayaombea. Wewe ukija mwenyewe unaweka kidole chako na unajipaka mwenyewe na kujiombea, kwa sababu tunapenda pia tujenge misuli yetu kibinafsi ya kujisimamia kiroho, na ile sadaka yako maalum ya ukombozi ambayo tumeangaa kuhusu utoaji, ile sadaka yako maalum kwa kutii sauti ya Mungu kama vile Ibrahimu, pia baadaye tutakuja kwa madhabahu na kuitoa tunapoomba pamoja kwa jina la Yesu. Wimbo wa kuabudu kwa ufupi, na kila mmoja uende mbele za Bwana ukamwambia Mungu jambo kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya familia yako. Bye.
Unaweza taja watoto wako kwa majina mbele za Mungu. Unaweza taja mume wako, mke wako kwa jina. Unaweza taja wazazi wako kwa majina, ukiwaombea mbele za Mungu, ukiuliza Bwana aachilie kibali juu yetu. Tumejifundisha mbinu tatu za kujiunganisha na Mungu, na mojawapo ni maombi. Ita Bwana katika maombi. Ibrahimu alimwinulia Mungu madhabahu na akaliita jina la Bwana huko. Ita jina la Bwana katika madhabahu ya siku ya leo. Ambia Mungu jambo kwa ajili ya watoto wako. Ambia Mungu jambo kwa ajili ya familia yako. Mwambie Mungu aachilie kibali. Kibali huleta ukuu. Kibali hufungua milango ya baraka, na Mungu anapotupatia kibali anatupatia kibali ili tuwe baraka kwa wengine. Hata sauti yako, ombea maisha yako, ombea familia yako. Omba Mungu afungue milango, afungue milango ya neema, afungue milango ya wokovu, afungue milango ya ukiri, afungue milango ya kazi, milango ya mafanikio katika biashara kwa watoto wetu. Hizo dola, hizo fedha inayotusababisha tukapeleke na tukapenye katika jina la Yesu. Omba Bwana akasimame kupitia kwa sadaka na kwa damu ya Yesu iliyobakika msalabani, ikanene mema katika maisha yetu. I want to declare nilichotamka. Baba Maisa, ninatangaza iwapo kuna yoyote ambaye maisha yake yamejengwa juu ya madhabahu ya kichawi, ya madhabahu ya kiganga na agano ya kuzimu, I declare nilichotamka. Tunahama siku ya leo kwa ajili ya neno hili. Tunahama kutoka kwa mikono ya waganga, mikono ya wachawi, mikono ya dhambi, mikono ya maovu. Tunahama katika ulimwengu wa kiroho. Tunajileta kwako Yesu, tunajileta kwako Yesu. Ninapenda kutangaza msako wa Roho Mtakatifu, msako wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, msako kwa familia zetu, msako kwa kila moja aliye mahali hapa. Msako wa Roho Mtakatifu utembee familia yetu, utembee kwa maisha yetu. Bwana fanye msako, akituhudumia, akitukomboa, akitutendea mambo ya ajabu kwa sababu ya Mungu, katika jina la Yesu.